Na hivyo Mungu kwa sababu alimtoa mwana wa pekee ambaye yeye alitoa kwa ajili ya wokovu wangu na wokovu wako, na hivyo leo anatoa wito. Anao ujasiri wa kutoa wito. Ninao ujasiri wa kukupa wito ya kwamba Mungu anao wito kwa ajili yangu na kwa ajili yako, na wito si mwingine, ni wito wa wokovu. Haleluya! Ni wito wa wokovu. Sikiliza, ni wito wa wokovu. Wito ni nini hasa? Wito ni nini hasa? Kuna mwingine ukimwambia wito anaweza asielewe, lakini neno wito ni neno ambalo limetokana na kuita, na hili neno kwa upande wa kiroho linaweza kufasiriwa katika mambo manne. Jambo la kwanza, wito ni sauti ya Mungu ndani ya mtu. Wito ni sauti ya Mungu ndani ya mtu. Jambo la pili, wito ni mwongozo wa Mungu kuelekea kusudi lake. Lakini na jambo la tatu, wito ni agizo au jukumu la Mungu analompa mtu. Na mwisho, wito ni kumrudia Mungu na kuishi naye. Haleluya! Wito wa Mungu ni kumrudia Mungu na kuishi naye. Na hivyo ninaposema wito wa Mungu kwa ajili yako na kwa ajili yangu, hii ina maana ya kwamba Mungu anatuita katika hali zetu zote. Ni wito ambao Mungu anatuita kwa kila mwanadamu, kuipa kutoka hali ya dhambi na kuja kwa Kristo. Mungu anamwita kila mtu atubu, aache dhambi, ampokee Yesu Kristo na aishi maisha mapya. Hii ndiyo maana ya wito hasa. Katika mchana wa leo tutaangazia kusudi hasa la Mungu kukupa wito na kulipa wito hasa katika maana nzima ya wokovu. Uko wito wa namna nyingi, lakini leo nitaongelea wito katika namna ya wokovu. Uko wito ambao mtu anaweza kupewa katika huduma, akaitwa kuwa mchungaji, akaitwa kuwa mhubiri, kuwa mwimbaji. Huo ni wito aina ya kwanza. Uko wito Mungu anaweza kuita katika utakatifu, lakini uko wito ambao unaitwa katika swala zima la wokovu. Wito wa kuitwa kuwa mtakatifu na wito wa kuitwa kuwa wokovu ni mambo yanayoelekeana. Lakini mchana wa leo tunataka tuangalie wito wa Mungu katika namna ya wokovu. Kwa nini Mungu atoe wito? Kwa nini Mungu atoe wito? Ni kwa sababu ya hali iliyo nayo dunia. Mungu aliumba dunia katika ukamilifu wake, lakini baada ya dunia kuumbwa katika ukamilifu, na baadaye dunia ikawa imeanguka dhambini, kwa maana kwamba wanadamu walianguka dhambini, na hivyo kukawa na namna mbili tu ya dunia au ya wanadamu. Jambo la kwanza, dunia kupoteza matumaini na wakazi yake, kwa maana dunia kuangamia. Lakini sehemu ya pili ni kwamba dunia na wakazi wake kupata matumaini mapya. Na hivyo katika kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura ya 30 ukianza mstari wa 15 mstari soma, mtu wa Mungu Musa anawaambia wana wa Israeli ya kwamba Mungu ameweka mbele yako mambo mawili, uzima na mauti, na baadaye anasema chagua uzima upate kuishi, kwa maana kwamba kuna pande mbili za dunia. Na hivyo Mungu au na wakati wa dunia au katika hali ya dunia ambayo itaangamia na hali ya dunia ambayo wale watakaomkubali Mungu watapata uzima wa milele. Na hivyo ikiwa kuna mambo mawili ambayo ni uzima na mauti, na hivyo Mungu kwa kuwa ni muumbaji wetu anatamani kuona kwamba mimi na wewe tunakuwa katika upande wa uzima. Na ndio maana ukisoma ile sura ya 30 mstari wa 17 pale anakushuka, anasema chagua uzima upate kuishi. Sasa ndio
Mungu anatumia watumishi wake kwa namna mbalimbali, kwa njia ya kuimba, kwa namna ya uimbaji, kwa namna ya nyimbo hizo za tenzi za roho, lakini kwa namna ya ubiri, ili kusudi watu wachague uzima wapate kuishi. Wakati Mungu anawavuta wanadamu wakae upande wake, kuna adui ambaye ni Shetani, ambaye anavuta watoto wa Mungu hawa walioumbwa kwa mfano wa Mungu hawa waweze kuangamia. Katika namna hiyo Mungu anatumia jitihada kubwa na bidii kubwa kwamba tupate nafasi ya kuokolewa. Haleluya! Na wito huu wa Mungu hauchagui mtu, ni kijana, ni mzee, na kwa namna yote ile Mungu anakuita. Unajiona ni dhambi, Yesu anakuita. Unajiona wewe umekata tamaa, kwa namna mbalimbali anakuita ufuate yeye. Unajiona pengine wewe unaweza kujiona kama yule mtu ambaye anaenda kwa hekaluni akijisikia kwamba anafunga au anaomba maombi mengi, mtoza ushuru na yule ambaye alikuwa Farisayo. Wote hao Mungu anawaita watambue makosa yao. Unajua kuna katika ulimwengu huu kuna watu ambao hawaoni kwamba wana makosa, hawaoni ya kwamba wanajiona wako safi, lakini Biblia inatuonyesha kwamba hakuna aliye mkamilifu hata mmoja. Na hivyo ukishuka miguuni pa Yesu utaona namna ulivyopungua, na ndio sababu ya Mungu kukuita wewe. Haleluya! Sababu ya Mungu kukuita. Msomaji, utanisaidia hapo katika kitabu kile cha Isaya 13 utasoma mstari wa 9, halafu utaruka utaenda mstari wa 11. Isaya 13 mstari wa 9, Biblia inasema, ndio, tazama siku ya Bwana inakuja, tazama siku ya Bwana inakuja, siku kali ya hasira na ghadhabu kuu. Siku kali ya ghadhabu kuu. Rudia tena. Tazama siku ya Bwana inakuja, tazama siku ya Bwana inakuja, siku kali ya hasira na ghadhabu kuu, siku kali ya hasira na ghadhabu kuu, ili ifanye nchi kuwa ukiwa, ili ifanye nchi kuwa ukiwa, na kuharibu watu wake wenye dhambi, na kuharibu watu wake wenye dhambi, wasikae ndani yake, wasikae ndani yake. Mstari wa 11, si hapo kwanza. Mungu kupitia kwa nabii Isaya, liko jambo ambalo linamfanya Mungu atoe wito ya kwamba Mungu hawezi kuvumilia kile kinachoendelea baada ya ulimwengu kuharibiwa, baada ya ulimwengu kuingia katika dhambi. Mungu hawezi kuvumilia kuiacha dunia hii katika hali hii. Na katika sura ile ya 6 ya Mwanzo ukisoma, kwa mara ya kwanza Mungu anatangaza ya kwamba mwanadamu hana kinana na mimi, na hivyo alileta gharika ikaharibu ulimwengu huu. Habari hii kwa wale wakazi wa dunia wakati ule imekwisha. Baadaye Nuhu akazalisha kizazi kingine Nuhu, lakini ule wakati wa Sodoma na Gomora katika Mwanzo 19, ile miji dhambi ilikithiri, na Mungu akatangaza tena hawezi kuvumilia, akawaangamiza watu wa Sodoma na Gomora. Na tangu wakati huo mpaka sasa hakuna ghadhabu ya Mungu ilipoonekana kwa sababu ya dhambi na uovu unaoendelea katika ulimwengu huu, lakini kupitia kwa manabii wake anaendelea kukumbusha ya kwamba ulimwengu huu hautaendelea kama ulivyo. Watakatifu wanapoona dhambi wanaugua kwa ajili ya dhambi ya dunia hii, na waovu wanapoendelea kutenda dhambi, Mungu hawezi kuvumilia kuona yanayoendelea. Na ndipo anatangaza ya kwamba tazama siku ya Bwana inakuja, siku kali ya ghadhabu kuu, ili kufanya nchi kuwa ukiwa na kuharibu watu wake. Watu wa nchi ni watu wa namna gani? Wenye dhambi wasikae ndani yake. Hicho kinamfanya Mungu kukupa wito wa kuondoka hapo ulipo. Hicho ndicho kinampa Mungu nafasi ya kukukumbusha kwamba nitoke hapa nilipo, na kunikumbusha nitoke hapa nilipo. Mstari wa 11,
Msomaji, Isaya 13 mstari wa 11. Inasema, ndio, nami nitaadhibu ulimwengu kwa sababu ya ubaya, nami nitaadhibu ulimwengu kwa sababu ya ubaya, na wenye dhambi kwa sababu ya hatia yao, na wenye dhambi kwa sababu ya hatia zao. Nami nitaikomesha fahari yao wenye kiburi, nami nitakomesha fahari ya wenye kiburi, nami nitaangusha chini majivuno yao, nami nitaangusha chini majivuno yao, walio wakali. 12. Nitafanya wanadamu kuadimika kuliko dhahabu, nitafanya wanadamu kuadimika kuliko dhahabu safi, na watu kuliko dhahabu ya Ofiri. Kupitia nabii Isaya, Mungu anakumbusha mambo yanayofanya mwanadamu